Naam, wapenzi wasikilizaji na watazamaji wangu, leo nimepata fursa na nafasi ya kuingia katika studio ya redio inayopatikana katika mji wa Mossbridge. Inaitwa The Connection Radio, na pia kando na hiyo nimefanikiwa kukutana na mwanzilishi wa Connection Radio. Na nitamuuliza tu maswali kadha wa kadha, kwa sababu ni jambo la hekima na jambo la busara na ni jambo nzuri ambayo kaka huyu amelianzisha katika mji wa Mossbridge. Kwa hivyo kaka, vipi? Niko poa mkubwa. Ningependa kukujua kwa majina na pia wasikilizaji na watazamaji wajue majina yako, na itakuwa ya baraka sana. Jina langu ni Jason sauti ya pili ya mwanzilishi wa Connection Radio. Kwa hivyo wasikilizaji na watazamaji, kama mlivyosikia, anaitwa Jason sauti ya pili, na kama nilivyowaambia awali kwamba yeye ndio mwanzilishi wa Connection Radio. Na kaka, ningependa kujua, kwa sababu najua kuna watu ambao huwa wanavianzisha vitu lakini ukiwauliza mbona walianzisha hawaelewi na hawajui. Kwa hivyo swali langu lilikuwa ni kwamba ni kitu kipi ambacho kilikusukuma wewe kufungua hii studio ya redio inayoitwa Connection Radio? Ni kitu kipi ambacho kilikusukuma? Mkuu, kuna wakati niliweza kutembea katika studio ya West FM kule mjini Bungoma, na nikafika huko hivyo nikapata kuna watu kadhaa walikuwa huko hivyo. Na hiyo wakati nilikuwa nafanya kazi ya music, naimba, nafanya nini. Sasa kufika huko hivyo nikajaribu kuwaelezea kwamba mimi ni msanii na nataka wafanye at least niwape nyimbo zangu wanioje, at least nikuje pia nami nionekane na nifike kiwango at least ya juu, nionekane huko hivyo, nitambulike katika njia ya music. So sikuweza, ni kama sikuweza kuelewa ni nini nilifanya. Wakaniambia nirudi nyumbani alafu nitakuja baadaye. So nilipotoka huko nikaenda nikajaribu Sasa TV. Sasa TV naye nilipofika huko nikapatana na wase fulani wakanikaribisha vizuri. Nikaingia kule. Kufika kule ndugu yangu tena nikashindwa ni nini, wakaniambia, wakanipea mtihani sana ngumu. Wakaniambia nitarudi next week. Kufika next week sikukuwa na transport. Nikasema Mungu wangu, ipo siku utaniinua at least mimi na nifike kwa station, ama itakuwa ni aje Mungu wangu? Sasa ikabidi mtu wangu nianze tu maombi na niseme kama Mungu alipanga nitafika mahali na nijulikane katika njia ya music, itakuwepo siku na nitafaulu. So nikakuja nikaangalia ndugu yangu, nikaona, nikasema wasanii ni wengi, hata maeneo ya support Mroki huko wasanii ni wengi sana, lakini kujulikana ni ngumu sana. Ndo nikafika mahali nikasema maybe nipambane, nikimwomba Mwenyezi Mungu nifika mahali nikifungua station na ijiite Connection Radio na nianze kuconnect wasanii, wanakuja hapa hivi wanajiintroduce, wanaleta kazi yao kwenye Connection Radio na perform kazi yao, tunajaribu kusukuma ndio at least tuone tukifika mbali. So ina maana kwamba huo msukumo wa kuvunjwa moyo na studio nyingine za radio ndio ilisababisha kufungua hii studio ya Connection Radio? Hiyo ndio ilifanya mkuu. Swali lingine ambalo umeguzia hapo mwanzoni lakini labda msikilizaji na mtazamaji hajaelewa, ni kitu kipi ambacho kilikusukuma wewe kuiita Connection Radio? Mbona haungeita majina mengine tofauti na Connection Radio? Niliita Connection Radio kwa sababu ni hii. Nilikuwa natamani sana nipate, nifungue ka industry kama Connection Radio, na connect ule mtu ambaye alikwama huko, aliimba muziki wake, wimbo wake na akakwama kule nyumbani. So mimi ni Connection Radio ikuwe ina connect. Anakuja hapa hivi, anajiintroduce, tunamtafutia msanii kama Kadiani Angel kama anamtaka, na tuna connect Kadiani Angel na wanapatana wanaongea. Ndio maana ikajiita Connection Radio. So ina maana kwamba hii Connection Radio ni radio ya kimataifa. Unaweza ukamconnect mtu kutoka sehemu nyingine sehemu nyingine. Ni baraka. Wasikilizaji na watazamaji wangu, kama mlivyosikia, huyu ni Jason sauti ya pili, kama tulivyosema pale awali kwamba ni mwanzilishi wa Connection Radio. Na hii ni tunu na imenifaa sana leo kuwa pamoja naye siku ya leo. Kwa hivyo swali lingine ambayo ningependa kukuuliza, labda watazamaji pia waelewe, ni kwamba
maono yako ni yapi pale mbeleni? Unawazia kwamba hii Connection Radio itakuwa vipi? Labda unaiona hatima yake ni ipi? Unaiona hapo mbele itakuwa aje? Ya Connection Radio, mimi kwa upande wangu venye naona, kitu ya kwanza ni kumweka Mungu mbele, ndio haya nyuma yafuate. Wasanii wote ambao wako huko nje na wakaribisha ndani ya Connection Radio, tupate kusukuma ili kurutumu tukiwa wote. Yani kila mtu, mimi nataka nione hii Trans Nzoia, Uasin Gishu, yani Kenya, at least naomba hata wao viongozi wapate kufika Connection Radio. Ombi langu kuu ni isifunjwe na nisirudi chini, na muomba Mwenyezi Mungu tuonekane wote hata tufike huko mbali. Kila mtu mwenye ako na talent yake na amekwama huko nyumbani akuja hapa nimpe support na asonge. Kama mpenzi msikilizaji na mtazamaji ulivyosikia kwamba Connection Radio ni radio ambayo inasapoti waimbaji na mtu yeyote ambaye anataka kuinua kipaji chake kwamba watu wajue. Leo ikiwa ni tarehe 20 ngapi kumbe bwana? Leo ni tarehe 29. Tarehe 29 ikiwa ni mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Kwa hivyo swali la mwisho ambalo ningeuliza ni kwamba wewe, kabla sijafika kwa swali la mwisho, ningeuliza kando na Connection Radio ni kitu gani kingine ambacho unakifanya? Kwa sababu tunapata kwamba kuna watu wengi haswa wasanii. Unapata mtu anategemea usanii sana, hafanyi kazi nyingine yote. Yani ana maisha yake yote ameiweka katika usanii. Na wewe kama ulivyo kwamba wewe ndio mwanzilishi wa Connection Radio na pia wewe ni mtangazaji katika Connection Radio, na pia uliniambia kwamba wewe ni mwimbaji. So ni kitu gani kingine ambacho unakifanya kando na kuwa mtangazaji katika Connection Radio na kando na kuwa mwimbaji? Aswa kitu yenye ambayo imenisaidia katika kuanza hii safari ya Connection Radio sana sana ni kazi ya furniture. Huwa nafanya kazi ya furniture, mambo na loan. Mtu akilemewa huko nyumbani ifo, unajua kuna kulemewa ndugu yangu. Labda unaweza ukaeleza furniture kwa upana kidogo watu waelewe. Unajua kuna mtu labda hajasoma haelewi furniture ni nini. Furniture ni kitu kama viketi, vitanda, hizi masofa set, stool, mesa. Pia huwa nauza second hand, huwa naenda kwa kampuni ya loan, nachukua huko hizo vitu na nakuja mimi nauza kwa bei rahisi. Aswa kuna tena hapa hivi vitu kama laptop, TV, ufa. Pia huwa naendango kwa kampuni ya loan na sichukua huko na nakuja mimi nauza bei ya chini na inanisupport at least kwa hiyo ndio imeniinua hadi nikafika mahali niko hapa. Na baraka sana kama msikilizaji na mtazamaji ulivyosikia ni kwamba yeye hajabakia tu kwa uimbaji na labda katika studio. Yeye pia anafanya kazi za ziada ili kukimu mahitaji yake. Na ningependa kuuliza ni kwamba ungeweza kuambia nini wale vijana ambao wanaanza muziki, ama wale vijana ambao wangependa muziki yao iende juu, kwa sababu kwa sasa tunaona kwamba wewe ni mwanamuziki mkubwa. Kufikia sehemu hadi ufungue redio, ina maana kwamba wewe ni msanii mkubwa. Na unaweza ukawaambia vipi wale wasanii chipukizi, wale wanachipuka tu, unaweza ukawapa mawaidha gani na itakuwa ya baraka sana? Sana sana ndugu yangu, wasanii hawa ambao wako nyuma yangu, mimi kuna kitu naweza waambia. Wajaribu sana kujituma. Mimi kitu nimeona katika music, wallahi katika music kutoka si rahisi. Ni kitu ngumu sana. Umeona, kitu ya kwanza usikuwe na madharau. Ondoa hiyo kitu. Unajua heshima inaweza fanya upatane na mtu mkubwa sana, mtu mwenye ameonekana mwenye huko juu ambaye anaweza kupa support. Kitu kingine iko hapa hivi, tafuta kazi ya kufanya, usitegemee usanii ati itakulipa na utaomoka utafika mbali hapo hivyo. Jaribu tembeza, hata kama ni mayai usiokope, hiyo ni kazi yako. Usa hata njugu, hiyo ni kazi yako. Fanya kazi yoyote at least ikusupport katika njia ya music. Then ujaribu katika maisha usio unaangalia kitu moja. Pambana. Uwezi tafuta msanii mkubwa mwenye ako huko juu mwenye ameimba ameomoka ametoka, umtafute umzaji ufikiri utampata rahisi. Ni kujiunga kwa vitu kaa hizi. So ukifika ndani ya Connection Radio, ufike hapa hivi, wakuwatch, wafanye aje uonekane at least
unachituma. Hiyo ndio njia nyingine ya kujaribu kujulikana ufike uko nje. Mimi nilikuwa nachituma sana ndugu yangu. Nilikuwa napambana wakati nilikuwa nauza viazi, nikitembeza viazi Kitale, nimeuza viazi hata Eldoret. Na baiskeli tu ninapandisha gari nafika huko naweka naanza kutembeza nikiuza. Hapo hivyo ndio nikifikia watu naenda hivyo polepole, nikipata mtu ni msanii naambia ndugu yangu mimi huwa siuzi viazi peke yake, huwa nachituma, huwa nafanya kazi ya music pia. Nikielezea hivyo na mjamaa anasema na vile unakaa hivi, naambia hapana ndugu yangu, naweza kuonesha kazi yangu. Nikimuonesha kazi yangu hata anashtuka, anasema na wewe ufanye kazi kama hii hapa. Naambia ndugu yangu hapana, ni vile sijafaulu nikafika kule. Lakini ndugu yangu, hiyo ndio njia ya kujulikana uko ufike uko mbali. So mambo na maringo, mambo na mapenzi, mambo ya vita, mambo na nini weka kando. Wewe kazi yako ni kufanya kazi yako, ukipika makoti kumomba Mungu, ukiambia Mungu nipe msimamo wa maisha na nipate mimi na kujulikana. Ni hayo tu ndugu yangu. Asante, shukrani sana. Na tumefika kikomo ya mawasiliano haya, na kama ulivyomsikia huyu kaka Jason sauti ya pili alivyosema, na wasia ambao ameutoa ni wasia wa baraka sana. Unapata kwamba kuna vijana ambao wanaingia katika usanii na vitu vingine, lakini bado kuna mambo ambayo wanafanya ambayo yanafanya mwanguko wao unafika mapema. Yes. Na pia maandiko yanasema ni heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Ina maana kwamba mahali ambapo umefika hapo unatia bidii na kujituma na kumtafuta Mungu na Mungu atakuinua. Naam, tumefika mwisho wa mawasiliano haya tukiwa katika nyumba rasmi ya Connection Radio. Ni wako Eugene Mtadhima, kijana wa madhabahu. Nashukuru Mungu sana kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Kwa hivyo swali la mwisho kabisa, mtu akitaka kupata Connection Radio anaipata vipi? Connection Radio kitu rahisi, ndo hata wale wasanii ambao wako huko nyuma yangu naweza peana namba ya simu for more information. Nitaenda tu namba ya simu, namba ya simu, majina ya mitandao, YouTube, Facebook, Twitter kama ipo, unaweza ukataja, na pia location rasmi ya studio kabisa. Sasa tutaanza na studio. Studio inapatikana mji wa Moi's Bridge. Kwenye mtandao TikTok Connection Radio, YouTube Connection Radio, Facebook Connection Radio. Ukisearch hivyo faida utapata Connection Radio na utajaribu na utafika hapa na tutakukaribisha vizuri. Na mtu akitaka kukupigia simu labda moja kwa moja na kupata vipi? Kwenye simu nambari yangu ya simu ni 0700290076. Naam, msikilizaji na mtazamaji, kama nilivyokuambia tumefika mwisho. Na kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Kumbuka kwamba ni Connection Radio na tunashukuru Mungu na tunafurahi kuwa pamoja nasi hadi mwisho. Mungu akubariki, tukutane siku nyingine.